Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu. Mtazamaji, mfuatiliaji wangu, unayefuatilia channel yangu hii ya The Living Hope. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanifahamu kwa majina bila shaka, na kwa wale wageni, naitwa mchungaji Innocent Moses. Nimependa kukuletea kitu fulani leo, kitu kipya kabisa, kizuri, hasa kwa wanawake. Tukiwa ndani ya wiki ya wanawake, najua kabisa kwamba Mungu anawapenda wanawake pia. Kama ambavyo tangu uumbaji alikuwa na kusudi katika kumuumba mwanamke. Na tukumbuke kwamba binadamu hakamiliki bila mwanamke. Maandiko yanasema kwamba mwanamume na mwanamke aliwaumba na akawapa mamlaka ya kutawala. Kwa hiyo basi tunapokuwa katika kipindi hiki au wiki hii ya wanawake, nimejisikia sana kuomba kwa ajili ya wanawake. Wanawake wana changamoto nyingi sana, na ninaposema wanawake nazungumzia habari ya mama zetu, wake zetu, dada zetu, shangazi zetu, namna hiyo. Wengine ni wadogo zetu na mama zetu wadogo. Yaani ni mwanamke kwa ujumla wake. Tuna changamoto nyingi sana ambazo tunaziona zinazowapata wanawake. Lakini nilikuwa nikiangalia katika maandiko matakatifu jinsi ambavyo Mungu pia ameshughulikia matatizo ya wanawake. Kitu ambacho naamini kwamba hata leo Mungu anashughulika, anayo majibu kwa ajili ya changamoto ambazo wewe mwanamke unazipitia. Inawezekana unayenifuatilia ni mwanamke, lakini pia hata kama sio mwanamke, wewe ni mwanaume, ila mwanamke yeyote aliye karibu na wewe anahusika na changamoto hizi. Ni mama yako, ni dada yako, ni mke wako, ni shangazi yako, ni bibi yako, au pengine ni mama yako mdogo au mama yako mkubwa. Kwa hiyo huwezi ukakwepa kujikuta katika connection na mwanamke kwa namna yote ile. Kwa hiyo ninapozungumzia au ninapo address changamoto za wanawake, ni changamoto ambazo zinamgusa na zinamhusu kila mtu. Nilikuwa nasema kwamba katika maandiko matakatifu tunaona kwamba Mungu alishughulika na changamoto za wanawake wengi tu. Mimi nitakupa mifano michache sana. Ni mifano kama 8 tu ya wanawake ambao Mungu alishughulika na mambo yao. Ili ya kwamba wewe mwanamke unayenisikiliza au unayenitazama, uone ni jinsi gani ambavyo Mungu anaweza pia akashughulika na matatizo yako. Changamoto ulizonazo haziko nje ya uwezo wa Mungu. Zipo ndani kabisa ya kile ambacho Mungu anaweza kufanya kwenye maisha yako. Mwamini Mungu. Nataka nikuletee mifano hiyo ambayo nimekuambia. Mfano wa kwanza ni katika kitabu cha Wafalme wa Pili ile sura ya 4. Wafalme wa Pili ile sura ya 4 ni Agano la Kale. Wafalme wa Pili ile sura ya 4. Kuna mwanamke alikuwa na madeni. Mwanamke fulani alikuwa na madeni. Na hayo madeni yalikuwa ni madeni makubwa kiasi ambacho hakukuwa na fidia yoyote, hakuwa na asset yoyote au rasilimali yoyote ya kumsaidia kulipa hilo deni, hata kuweka rehani kitu chochote. Hakuwa na shamba, hakuwa na nyumba, ama pengine hata kama alikuwa navyo vilikuwa havikidhi uwezo wa kulipa au kufidia deni alilokuwa nalo. Kilichotokea ni kwamba ilitakiwa sasa watoto wake wawili wa kiume wachukuliwe, wapelekwe utumwani. Ni katika Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Lakini yule mwanamke, Nabii Elisha mtumishi wa Mungu, alipoenda kwake, yule mwanamke akamuelezea kinachoendelea, hali ngumu alionayo ya madeni. Alimwambia, akamuuliza swali kwamba una nini? Akamwambia nina chupa tu ya mafuta, sina kitu kingine, ni chupa tu ya mafuta. Akamwambia aagize vyombo kwa wingi kwa kadri inavyowezekana. Akaenda kaagiza vyombo, akaazima vyombo kwa majirani. Akamwambia aanze kumimina mafuta akiwa amejifungia ndani na watoto wake wawili. Akajifungia ndani, akaanza kumimina mafuta. Kamimina ile chupa ya mafuta ikajaza vyombo vingi sana. Ulikuwa ni muujiza wa pekee sana. Hebu chukulia lita moja ya mafuta kujaza pipa moja. Hebu chukulia lita moja ya mafuta labda imejaza madebe au madebe 10 au 15. Sio kitu cha kawaida. Huo ni muujiza. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, pengine wewe ni mwanamke unakabiliwa na madeni. Nataka nikwambie kwamba Mungu anajibu kwa ajili ya madeni ulionayo.
madeni ya vikoba, madeni ya songesha, madeni ya benki, madeni kwa majirani, madeni dukani. Pengine madeni yako ni makubwa kiasi ambacho unatamani saa nyingine ujiue, unatamani uhame mji, unatamani uhame kabisa ondoke. Lakini nataka nikwambie kwamba Mungu wa mbinguni anaye majibu kwa ajili yako wewe mwanamke ambaye unateswa na madeni. Na upokee muujiza wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akutendee. Mungu akutoe kwenye madeni ulionayo. Nataka nikupe mfano wa pili. Mfano wa pili ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa tasa. Na najua wanawake wengi mnasumbuliwa na utasa, matatizo ya uzao. Wengine walifukuzwa na ume zao, wengine ndoa zao zimevunjika, wengine mnatukanwa na kudhalilishwa na mawifi kwa sababu ya changamoto ya kukosa uzao. Wengine waume zenu wamewaacha, wengine mama mkwe ndiye anakutukana kila matusi na kukukejeli kwa kila namna. Wengine mmekuwa ndio mnakaliwa vikao kwa sababu ya kukosa uzao. Ilikuwa hivyo kwa mtu mmoja anaitwa Hana. Katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza. Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza, tunaona habari za Hana. Ukisoma ile sura nzima, sitasoma mistari yote, lakini kasome sura ya kwanza ya kitabu cha Samueli wa kwanza. Utamuona huyu mwanamke anaitwa Hana. Alikuwa tasa, lakini mwisho wa siku alimuomba Mungu kwa bidii, na alipokutana na kuhani wake, kuhani Eli, pale hekaluni, katika kuomba na kumlilia Mungu, mwisho wa siku kuhani alipotamka neno, Hana aliondoka kaenda nyumbani, akapokea muujiza, akazaa mtoto wake anaitwa Samueli. Lakini ukisoma sura ya pili utaona kabisa kwamba sio tu kwamba alikuja kupata mtoto mmoja, alipata watoto wengine 5. Ile sura ya pili mstari wa 21, Samueli wa kwanza, alipata watoto wengine 5 wakafika 6. Ni mtu ambaye tumbo lake lilikuwa limefungwa kama hilo la kwako, lakini siku moja hivi alijikuta ni mjamzito, akazaa mtoto wa kwanza, akazaa na wengine 5. Nasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe uliyetasa, unayenifuatilia, pokea muujiza wako. Pokea kufunguliwa, hilo tumbo lako lifunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Vifungo vya kutokuzaa vikuachie, roho ya utasa ikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe mwanamke ambaye una changamoto hiyo. Mwanamke mwingine wa tatu, mfano mwingine wa tatu wa mwanamke ambaye Mungu alimtendea mambo makuu, ni katika kitabu cha Luka sura ya 8. Ni Agano Jipya. Luka sura ya 8. Hapo sasa tunaenda kwenye Agano Jipya. Tumetoka kwenye Agano la Kale, hapa tunaenda kwenye Agano Jipya. Ni mwanamke mmoja anaitwa Mariamu Magdalena. Mariamu aitwaye Magdalena, ambaye tunamfahamu sana, tunafahamu habari zake nyingi sana kwenye Biblia. Huyu Mariamu Magdalena, huyu Biblia inasema kwamba huyu mwanamke huyu, mstari wa 2, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7. Wanatajwa na wanawake wengine hapa, Yohana mkewe Shuza, wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Mariamu aitwaye Magdalena, huyu alitolewa pepo 7, na kuanzia hapo akawa mfuasi wa Yesu. Lakini pia tunaona kwamba alikuwa akimtumikia Yesu Kristo, akimhudumia Yesu Kristo kwa mali zake. Alikuwa ni sponsor wa huduma ya Yesu Kristo, alikuwa ni partner wa huduma ya Yesu Kristo. Lakini tunamuona akiwa pale msalabani, Yesu alipokuwa amesulubiwa, Mariamu Magdalena alikuwepo. Lakini pia pale kaburini, Yesu alipofufuka, alikuwa wa kwanza kushuhudia kwamba Yesu hayupo tena kaburini. Lakini inasemekana ni mtu wa kwanza kabisa ambaye Yesu alimtokea baada ya kufufuka. Huyo ni mwanamke aliyefunguliwa kutoka kwenye vifungo vya mapepo. Wewe mwanamke unayeniangalia, unayenitazama, ambaye umefungwa na nguvu za giza, unaota ndoto mbaya usiku, unaota ukiingiliwa na majitu usiku kwa njia ya ndoto, kwa jina la Yesu Kristo ufunguliwe, utoke kwenye vifungo hayo, mapepo ya kuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nakemea kila pepo lililofunga maisha yake, roho zote mbaya zikuachie, funguliwa uwe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama alivyofunguliwa Mariamu Magdalena, na wewe ufunguliwe sasa na uwe huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu. Mwanamke mwingine, mfano mwingine ni mfano wa 5. Ni mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu. Alikuwa na tatizo la kutokwa na damu kama maandiko yanavyosema. Ni katika kitabu cha Marko sura ya 5:27. Marko sura ya 5 tunaona huyu mwanamke aliyokuwa anatokwa na damu.
Huyu mwanamke huyu katika Marko sura ya 5 ule mstari wa 27. Huyu mwanamke tunafahamu habari zake. Hata tusiposoma kwa sasa, maana habari yake tunaifahamu. Na huyu mwanamke huyu aliyekuwa anatokwa na damu, kuanzia ule mstari wa 25 katika Marko sura ya 5, alikuwa ameteswa sana. Na maandiko yanasema kwamba alikuwa amegharimiwa vitu vyote alivyokuwa navyo. Kwa maana nyingine ni kwamba huyu mwanamke alikuwa amefilisika kwa sababu ya ugonjwa wa kutokwa na damu. Alikuwa na obstetrical problem, alikuwa na gynecological problem, ambayo ni matatizo ambayo yanasumbua wanawake wengi. Utasikia UTI, utasikia sijui kansa ya kizazi, utasikia sijui nini, sijui PID, kuna vitu kama hivyo. Obstetrical and gynecological problems ambazo wanawake wengi wanazo. Huyu ni mwanamke ambaye aligusa pindo la Yesu Kristo. Aligusa pindo la vazi la Yesu Kristo, akafunguliwa, akaponywa tatizo la mifumo yake ya uzazi, akaponywa gynecological and obstetrical problems alizokuwa nazo, kama ambazo wewe msikilizaji na mtazamaji wangu unaweza ukawa nazo. Mwanamke mwenye matatizo ya kizazi, mwanamke mwenye matatizo ya mifumo ya uzazi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ukafunguliwe, ukawekwe huru kuanzia sasa. Hiyo PID kuachie kwa jina la Yesu Kristo. Sio UTI kuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kansa ya kizazi katoe kwa jina la Yesu Kristo. Huo uvimbe na ukemea ukakutoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na matatizo mengine yote ulionayo kwenye mfumo ya uzazi ya kuachie, uwe huru. Yesu Kristo wa Nazareti akuponye sasa, akuponye leo. Pokea muujiza wako, pokea uponyaji. Huyo ni mwanamke mwingine. Nakupa mfano mwingine wa mwanamke aliyeponywa na Yesu Kristo. Mwanamke mwingine ambaye aliponywa na Yesu Kristo ni huyu mwanamke ambaye alikuwa amefiwa na mtoto. Katika Luka sura ya 7. Luka sura ya 7. Tunaona mwanamke ambaye alikuwa na mtoto mmoja tu na alikuwa ni mjane. Huyu mwanamke naye anaponywa na Yesu Kristo. Yule mtoto mmoja tu. Kumbuka alikuwa na mtoto mmoja, ni katika nchi ya Naini. Katika nchi ya Naini kuna mwanamke tunamuona. Ukisoma Luka 7 mstari wa 11. Huyu mwanamke huyu alikuwa ni mjane, amefiwa na mtoto wake mmoja na hakuna namna wanaenda kuzika. Yesu alipokutana na ule msafara, ukianzia ule mstari wa 11 mpaka mstari wa 17, utaona kwamba Yesu Kristo aligusa lile jeneza. Kwanza alimuonea huruma yule mwanamke. Kumbuka huyu mwanamke amefiwa na mume wake na sasa amefiwa na mtoto wake wa kiume wa pekee aliyekuwa naye. Kinachofuata ni nini? Huyu mama hana matumaini tena. Lakini Yesu Kristo alipomtazama, alimhurumia, akamfufua yule mtoto. Na Biblia inasema akamrudishia mtoto wake. Nataka niseme juu yako wewe, mwanamke ambaye watoto wako wameacha njia ya wokovu. Watoto wako wameacha shule. Watoto wako ni kama wamepotea, shetani amewapoteza. Kama ambavyo huyu mwanamke, mtoto wake wa pekee aliyekuwa tegemeo lake alikuwa amekufa, lakini Yesu akamrudisha. Nasema katika jina la Yesu Kristo, Yesu Kristo awafungue watoto wako. Watoto wako wakasome, watoto wako wapate kazi, watoto wako waolewe, watoto wako wakaoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watoto wako wafanikiwe. Hata kama shetani amewaua, hata kama shetani amewazika, hata kama ndoto zao zimezikwa, wengine hawaendi shule, wengine wamekataa shule, wengine wamekataa kazi na mambo mengine ya ajabu ajabu. Yesu akuhurumie, auhurumie uzao wako kama ambavyo alimhurumia huyu mwanamke wa nchi ya Naini, akamfufua mtoto wake wa kiume. Yesu awafufue wa kwako. Yesu awabariki wa kwako. Yesu awaponye wa kwako. Wengine wana magonjwa mbalimbali, mengine ni magonjwa ya kurithi. Nasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, unapoitazama video hii, watoto wako wakafunguliwe, watoto wako wakaponywe, watoto wako wawekwe huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfano mwingine ninakupa ni mfano wa mwanamke aliyekuwa kiwete. Alikuwa kiwete katika Luka sura ya 13. Huyu mwanamke naye alikuwa mlemavu. Mwanamke mlemavu, sura ya 13 kitabu cha Luka, ule mstari wa 10 mpaka wa 17. Huyu mwanamke alikuwa mlemavu na maandiko yanasema kwamba huyu mwanamke kwa miaka 18 alikuwa mlemavu. Alikuwa amepinda, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Nataka niseme na kila mwanamke mwenye matatizo ya mifupa, mwenye matatizo ya miguu, matatizo ya tumbo, matatizo ya kifua, sikia maneno haya. Pokea uzima, pokea uponyaji
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tatizo la uti wa mgongo likakuishie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tatizo la kiuno likaishe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo tatizo la mgongo uweze kuinama kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Yesu Kristo akuponye. Kama aliyomponya mwanamke huyo aliyekuwa mlemavu, aliyekuwa dhaifu, aliyekuwa hawezi hata kuinama, alikuwa hawezi hata kudeki. Na wewe inawezekana uko kwenye hali kama hiyo. Huwezi hata kupika, huwezi kudeki, huwezi kufanya kazi zako kwa sababu ya matatizo mbalimbali ya kiafya. Nasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, unapoitazama video hii, upokee uzima, upokee kufunguliwa. Nasema haya kwa sababu ni wiki ya wanawake na ni siku ya wanawake. Hebu wanawake hawa ambao tunawaona mifano yao, jinsi Mungu alivyowatendea, wawe mfano kwako, na wewe pia Mungu akupe ushuhuda utakaoandikwa, utakaorekodiwa kwamba Mungu amekutendea hili, amekutendea lile, kama alivyowatendea wanawake hawa wa zamani. Iwe hivyo kwako. Katika orodha ya wanawake ambao Yesu Kristo alishughulika na matatizo yao, yupo mwanamke mwingine anaitwa mkwewe Simoni, maana yake mama yake na mke wake na Simoni Petro. Huyu mwanamke katika kitabu cha Luka sura 4 ule mstari wa 38, huyu mwanamke huyu tunaona kwamba alikuwa na homa kali. Maandiko yanasema kwamba alikuwa ameshikwa na homa kali. Wakamuomba kwa ajili yake. Na maana ya kwamba walimuomba Yesu Kristo kwa ajili ya huyu mwanamke ambaye ni mkwewe Simoni Petro, au mama yake na mke wake. Alikuwa na homa kali. Maandiko yanasema Yesu akasimama karibu naye, akaikemea ile homa, ikamwacha. Mara hiyo akaondoka, akawatumikia. Huyu mwanamke anapokea uponyaji wa papo kwa papo, instant healing. Alikuwa na homa kali na Yesu Kristo akamponya papo hapo, na akainuka akaenda kawahudumia. Pengine aliwapikia chai, pengine aliwasongea ugali, hatujui alifanya nini, lakini aliamka saa hiyo akaenda kuwatumikia, akawapa huduma. Mama unayenisikiliza, mwanamke unayenitazama, inawezekana una tatizo hapo ulipo. Inawezekana una homa kali, inawezekana kichwa kinauma, inawezekana kifua kimebana, inawezekana tumbo linauma. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mkono wa Yesu Kristo ukuguse na uwe mzima. Homa ikutoke, maumivu ya kutoke, tatizo la tumbo likutoke, hicho kifua kilichobana kikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo tumbo la uzazi linalouma likuachie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo tumbo ambalo linakutesa ukiwa kwenye siku zako, kuanzia sasa hilo tumbo likatulie, usiumie tena. Pokea uzima, pokea uponyaji, na uponyaji huo ukakujie sasa, ukakujie mara. Pokea muujiza wako kama ilivyokuwa kwa yule mwanamke mkwewe na Simoni. Iwe hivyo kwako. Simama hapo ulipo. Pengine umeshindwa kuamka, amka hapo ulipo, tembea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nawezekana umekaa tu hujiwezi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kutamkia, inuka hapo ulipo, uwe mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwanamke wa mwisho, mfano wa mwisho ni mwanamke huyu ambaye alikuwa mwenye dhambi. Katika kile kitabu cha Yohana ile sura ya 8, yule mwanamke inasemekana aliletwa amefumaniwa, lakini aliletwa peke yake. Alifumaniwa na nani? Haisemekani. Wakati watu wanataka kumuua, kumpiga kwa mawe, Yesu Kristo alichokifanya, alimuokoa. Badala ya kumpiga mawe, Yesu Kristo alimsamehe. Na aliposamehewa, Yesu Kristo akamwambia, nenda zako kwa amani na usitende dhambi tena. Na usitende dhambi tena. Kwa hiyo sasa akaondoka, badala ya kuuawa kwa mawe, akasamehewa dhambi zake, akawa huru. Na wewe mwanamke, inawezekana kwa sababu ya kujiuza, kwa sababu ya mambo mawili matatu ambayo umeyapitia kwenye maisha yako, Yesu Kristo akusamehe. Yesu Kristo akuokoe, akutoe kwenye hayo maisha yanayotia mashaka, kwenye hayo maisha yanayotia wasiwasi, hayo majina mabaya ambayo umekwisha kukatiwa kwa sababu ya mwenendo wako, kwa sababu ya tabia zako. Yesu Kristo akusamehe na akufungue, usiende tena kuishi maisha hayo. Ufunguliwe na uwe huru. Usamehewe dhambi zako, uokoke na ukamtumikie Yesu Kristo. Nilikuwa nasema haya machache kwa siku hii ya wanawake, lakini niseme tena ndani ya hii wiki ambayo ni maarufu kabisa au ni maalum kwa wanawake, ya kwamba wewe mwanamke ambaye una changamoto yoyote, uamini kwamba Yesu Kristo anaweza kaamua
kumaliza tatizo lolote lile ulilonalo. Anayo mamlaka ya kumaliza changamoto yote ulionayo. Hizi ni baadhi tu ya changamoto, lakini kila swali ulilonalo, kila changamoto ulilonalo, kila tatizo ulilonalo lina majibu katika Kristo Yesu aliyekufa na kufufuka. Na kama hujaokoka, mpe Yesu maisha yako. Uzaliwe mara ya pili, uwe kiumbe kipya, halafu kaone uzima wa milele. Na zaidi sana, wakati ukingali hapa duniani, ukauone uzima tele. Yesu alikuja ili uwe na uzima, kisha uwe nao tele. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ambaye umefuatilia video hii, umesikiliza maneno haya. Bwana akutendee mema, Bwana akuinue, Bwana atende makuu katika maisha yako. Naitwa mchungaji Innocent Moses. Namba yangu ya simu ni 0765 677 000. Narudia tena 0765 677 000. Nitafute tafadhali, nipigie simu, nitumie message kama kuna swali ulilonalo, kama unahitaji maombezi zaidi, kama unahitaji kumpokea Yesu Kristo, kama unahitaji ushauri. Nitafute kwa namba hizo, napatikana. Lakini vile vile usiache kushirikisha video hii na kuendelea kusubscribe na kushare, ili ya kwamba wengi wapate ujumbe huu na wapate kuwekwa huru. Lakini pia unaweza kutumia namba hiyo kama unapenda kutoa sadaka yako ya hiari kwa ajili ya kuendelea kutegemeza huduma hii na kuwezesha watu wengine wengi kupata habari njema za ufalme. Yesu Kristo akubariki sana.